waziri wa elimu. Na tulipanga mambo hapo, liamua hawezi kuiba mtihani. Asisi tukiamua tunataka kupanga mambo vile tunataka kupanga mambo, huwezi kutuibia kura. Kwa hivyo huyo muungwana na wenzake waelewe. Wakenya sasa wako ngangari. Ama nyinyi Masinga mbelala? Mtakubali kura yenu ibiwe? Hakuna. Wakati umefika wa kupanga mipango yake ya kuondoka na aondoke polepole. Jambo la pili, mimi niongee tu as a patriotic citizen wa nchi yetu ya Kenya. Ninashangaa sana na nataka kuambia wenzangu wale wako kwa serikali. Nchi yetu inaelekea babaya. Our country is sliding to chaos. Ukiona kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi kama Senator Ososi akipigwa hadharani na wakora mchana kwa town, wewe mwananchi wa kawaida uko na usalama? The first duty ya serikali yoyote ni kutoa usalama kwa wananchi wake. Viongozi na wananchi sawa sawa. Tunaelekea mahali mbaya, na wiki ijayo sisi wote viongozi wa upinzani tumeamua tutakuwa na mkutano wa kipekee kuzungumzia haya maneno, kwa sababu imefika wakati lazima tuchukue majukumu yetu kama viongozi, tueleze ulimwengu kwamba serikali hii yetu inataka kuleta uhasama katika nchi yetu ya Kenya. Wanataka tuwe kama Haiti na wale wengine kwa sababu wameshindwa na kazi. Lakini hatuwezi kukubali. Tunawaambia kama wameshindwa na kazi kwa sababu wameshindwa na kazi, waondoke polepole. Sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Wananchi, si mnajua tuko tayari kufanya hiyo kazi? Itatushinda? Nataka kusema hivi, sisi wote tuko hapa. We are ready to serve our country. Tuko tayari kutumikia nchi yetu ya Kenya. Waache kucheza na nchi yetu ya Kenya na usalama vile wanafanya. Eti watu wanaibiwa Nairobi City mchana. Watu wanapigwa mchana. Sasa wameanza mambo mengine ya ukora ya kuvunja manyumba ya wafuasi wetu wale ambao wanatusaidia kwa kazi, wafuasi wa Kalonzo, wafuasi wengine waanze kuwatafuta kutisha watu. Hatuwezi kukubali maneno kama haya. Na ndugu yangu PS Omolo nimwambie hivi. Kulikuwa na PS moja wa interior jamani, alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi. Mfupi kama yeye. Siku hizi hayuko hapa. Barabara ni hiyo. Watu wazicheze, usifikiri eti kwa sababu uko na madaraka kazi yako ni kutafuta wauni, kupiga watu wale ambao hamkubaliani nao. Kenya is a modern country. Tuweke usalama wa nchi yetu, tuheshimiane. Tunaheshimu serikali kwa sababu tunatii sheria. Na wao pia waheshimu viongozi wa upinzani. Kalonzo akizungumza, anazungumza kama kiongozi wa chama cha Wiper na presidential candidate wa chama cha Wiper. Rigathi akizungumza, anazungumza kama kiongozi wa DCP na kiongozi anaheshimiwa na watu wa Kenya. Kwa hivyo, na sisi wote, hii mambo ya kupiga watu eti kwa sababu wako na maono tofauti na wao, this is primitive na hatuwezi kuendesha nchi namna hiyo. Na wajue hivi, hao wakora ambao mnalipa, wakimaliza kusumbua watu, watarudi kwa manyumba yenu nyinyi wenyewe na watawapiga hata nyinyi. Because you cannot manage a country in that kind of manner. Watilie mkazo haya maneno, na ninasema hivi, I am saying this boldly and courageously, kwa sababu nimekuwa waziri wa usalama. Nchi inaanza na mchezo namna hii, and then it degenerates, unaanza kuwa na shida kwa nchi. Uchaguzi unakuja, Wakenya wamepiga kura wakati mwingi, wako tayari kupiga kura, na kila mahali tunaenda katika nchi ya Kenya. It is abundantly clear kwamba hawa wamepoteza umaarufu wao wa siasa, wamepoteza mapenzi kwa wananchi, na wananchi wamechoka nao. Ama nyinyi hamjachoka nao? Mmechoka nao? Nionyeshe wale mmechoka na hawa. Hiyo timu ndio tuko. Nimalizie kwa kusema hivi. Nyinyi niwaulize hapa. Nyinyi